نور ميديا أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع اللهم آمين يا ربي، اللهم آمين. إذا حلف اثنان على أمر واحد فأيهما أولى بالبر الحسن. Naam, maudhui yetu ya leo ndugu zangu, Sheikh anatusaidia katika kitabu chetu kile kile Fawaid wala Riyadhus Salihin, idha halafa ithnani ala amrin wahid, pindi ambapo watu wawili watakapoapa kiapo kuhusu jambo moja, lakini wakaapa kiapo tofauti. Mfano, wewe umekuja kunitembelea nyumbani kwangu, alafu baada ya kufika nitakwambia Sheikh, ngoja nikukirimu. Alafu unaniambia Sheikh, usijisumbui, nipe tu maji ya kunywa. Alafu mimi nikatoa amri nasema hapana. Nikamwambia kijana wangu, wewe chinja hiyo kuku wamwandalie chinja hiyo kuku wamwandalie mzee mbio mbio. Alafu akasema wewe sasa ndo kasema wallahi usichinji. Wallahi usichinji. Alafu na mimi nikamwambia kijana wangu, wallahi itachinjwa. Sote tumeapa. Wallahi usichinji. Na mimi wallahi itachinjwa. Kwa hiyo nakuja swali hapa. Fa ayyuhuma aula bilbirri bilqasam. Hizi mbili ni ya wapi sheria ya dini inatulazimisha kwamba itekelezwe? Kwa lugha nyingine, hii ambayo haitatekelezwa lazima ifanywe kafara tuliamini. Nadhani tulishasoma huko nyuma. Kwa hizi mbili ni ya wapi au ni wakati gani? Pindi ambapo watu wawili beapia jambo moja lakini kwa uslubu tofauti. Nitakupiga, wallahi ukirudia hapa nitakupiga. Unasikia na wengine gani mmoja anasema wallahi haumpigi. Wewe anatokea mara nyingi anatokea wallahi yule imamu msikitini tutamfukuza. Wallahi hafukuzwi na mtu. Si anatokea mara nyingi. Huyu anaapa na huyu anaapa. Huyu anaapa. Au kundi mbili kwa jambo hili ya wapi ifatwe? Maana najua hiyo yashapitia kwenye maisha yenu. Kama hajapitia mlishayasikia. Huwa mnaelekeza nini? Soma sasa. Majibu sio mimi atatoa Sheikh. عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نعم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بسبع ونهانا عن سبع. نعم. Hadithi ambayo tunaisoma ambayo imepokewa na sahabu Mtume Muhammad sallama, Abi Imara al-Bara ibn Azib, Mwenyezi Mungu amridhie, anasema ametuamrisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam mambo 7 tuyatekeleze. Mtume kaamrisha tutekeleze mambo mangapi? 7, na akatukataza kutekeleza mambo 7. Naam. Amarna bi'iyadati al-marid wa ittiba'i al-janaiz wa tashmit al-'afis wa ibrari al-muqsid. Naam. Anasema kwamba katika hayo 7 mtume wetu Muhammad sallallahu ametuamrisha, la kwanza ni kuwatembelea wagonjwa. Jana tulilifasiri kwenye darasa letu, watibau aljanaiz, na kushindikiza jeneza. Jana tulizungumzia pia, si ndio hivyo jamani? Watashmitu al-atis, na kumwambia yule anayetoa chafu yarhamuka Allah, pia amesema alhamdulillah. Ametuamrisha hivyo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba mambo hayo 7 tujitahidi tuweze kuyatekeleza. Naam. Na wa ibraru muhsin, na kutia katika matendo kile kiapo. Hapo umesabia mangapi? Umesabia mangapi hapo kwenye hadithi? Naam. Mangapi? Naam. Lakini ni vizuri juu tupate faida, maana ametia shekhe na kuendelea, lazima watu wataje 7. La 5 ni nasrul madhlum, kwa wale ambao hawajaipokea hadithi.
Mtume ametuamrisha mambo masaba. La kwanza, kutembelea wagonjwa. Jana tulizungumzia kwa mapana na marefu. Unapenda kuwatembelea wagonjwa, ni vizuri waombee dua, ni vizuri waulize wanajisikiaje. Sawa jamani, ili kuzidisha mapenzi na undugu kati yetu. Watibau aljanaiz, na kushindikiza jeneza. Jana tulizungumzia tukaonesha tunapoenda kuzika twende nyuma ya jeneza, na katika ile kushindikiza jeneza linaanzia kwenye swala la kusalia. Watu waache tabia, hasa wanamume, mnapoenda mazishini msikose kwa mnasalia jeneza, mnajinyima ujira, na vile vile na kumwombea marehemu dua kwamba Allah amrehemu na amsamehe. Tatu, tashmitul atis, tukasema kumwambia aliyotoa chafya yarhamka Allah pindi amesema alhamdulillah. Naam, msani dua hiyo namwombea ya Allah ampe rehema zake na nini. Nne, ibrarul muqsim. Ibrarul muqsim maana yake ni tanfidh ma halafa alayhi shakhs, kutia katika matendo kile ambacho ameapia mtu, na ndio amekazia hapo Sheikh. Tano, nasrul madhlum. Mtume ametuhusia tunusuru ndugu yetu Muislamu kwenye njia zote mbili. Kwenye hadithi nyingine Mtume anasema unsur akhaka zaliman au madhlum, mnusuru ndugu yako Muislamu utakapomuona anataka kudhulumu, mnusuru asidhulumu, au anapotaka kudhulumiwa mnusuru asidhulumiwe. Yaani Muislamu mnusuru njia zote, akitaka kudhulumu mnusuru, mkataza asidhulumu, na akiwa anadhulumiwa simama naye ili haki yake aweze kuipata. Sita, ijabati da'i, kuitika wito, na hasa hapa tunakusudia mtu amekuita kwenye hakika kama tulivyosema jana, au kwenye walima ya harusi au kwenye ndoa, ni vizuri kuitika wito. Na saba, ambayo ni ya mwisho, ifshau salam, kutoleana salamu kati yetu, kwa sababu inaongeza mapenzi. Nadhani inaeleweka eh? Naam. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia hivi. Sisi hapa tuko kwenye kipengele chetu wa ibrarul muqsim, kutia katika matendo kile ambacho mlicho apia. Soma. Naam. Al-ayman. Naam. Sheikh hapa anatuwekea sasa hukumu za kiapo. Akasema nini? Naam, Sheikh anasema inawezekana huyu akaapa na wewe ukaapa. Wa hadha yaqau kathiran fi dhaif idha nazala alayhi. Naam, haya yanatokea mara nyingi kwa mgeni anapokuwa amefika kwako. Naam, kuna wakati mgeni anakuambia hutachinja kwa ajili yangu, ule mfano uliotoa, na wewe unasema mimi nitachinja. Na wallahi la adhbah lak, mimi nitachinja, nimeapa. Sasa hapa inakuja swali, nani ambaye kiapo chake kitiibiwe katika matendo? Ule wa kwanza aliyosema wallahi hautachinja, yani kwa wengine mgeni, au wewe mwenye nyumba uliyosema wallahi nitachinja? Majibu sahihi ni kwamba mgeni, kama mgeni anapokuja kwako, ana haki, na haki ya mgeni kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kumkirimu, si ndio hivyo haki ya mgeni kwako ni kumkirimu, lakini unamkirimu kama anataka kukirimiwa, sio mlazimishi. Sio kama mnanielewa vizuri kwa sababu kuna hadithi innamal a'mal binniyat. Ukishakuwa na nia nitampokea shehe wangu na dini, anakuja ukaandaa ya kuandaa, hata kama hakula wewe sababu zako ziko tayari, omba kweli. Kwa hiyo useme shekhe utabila, useme wallahi utakula, sio nimeeleweka kwa sababu lengo lako ni kunishibisha? Hapana, lengo lako wewe ni kunikirimu. Kwa hiyo swala la kula au kutokula ni haki yangu mimi. Sasa tumeapa sisi wote, wallahi utakula, wallahi sita. Hapa mwenye haki zaidi ni nani? Mgeni. Mgeni ndio mwenye haki zaidi. Kwa hiyo mgeni ndio hichi kiapo chake kitafuatwa, alafu utafanya kafara tuliamu. Ndio dini inakwenda hivyo. Nimeeleweka? Jamani, nimeeleweka? Ndio inakwenda hivyo. Kwa hiyo kila siku unatizama kati ya wewe na yeye. Mfano, Allah apishe mbali, umekorofishana na mke wako. Mke wako wewe unafika nyumbani, ndio na yeye anachukua mjitandio wake sasa aende kwa harusi, alafu anakuambia baba fulani ndio naenda sasa,
afu unamuuliza unaniaga au unaomba ruhusa? Wewe nayo maana kina mama wana mambo mimi nimekuzoea mume wangu naye na jazakallahu khair. Unaniaga unaomba ruhusa? Wewe naye alafu mimi naenda zangu tena tumechelewa, na pengine hapo na simu yake nakuja, anaomba wenzake. Alafu kidume unajisimama hivi anambia wallahi ukivuka pale talaka, anakwambia wallahi hakuna cha talaka. Kuna wadada siku wanakwambia hapa achiki mtu na kwenda kujibia hivyo anatoka na yeye, wewe umeapa naye ameapa, inakuwa aje sasa? Akaenda nikosoe tu ndio usileti marefu. Yeye akija tu na mke wangu nimekurejea basi. Nikosoe tu kibusara. Kwa nini dada zangu mnifuate vizuri? Wetu Muhammad sallallahu anasema thalathun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd. Hii hadithi kila kijana anatakiwa ihifadhi. Thalathun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd. Mambo matatu ukiyasema kwa mzaha au kwa ukweli, kwa Mungu yote ni ukweli. Yaani kwa lugha nyingine hamna yemo mzaha, hamna kutania. Mambo matatu ukikazia ukasema kwa nia ya ukweli ni ukweli, na hata ukiyasema kwa nia kusema natania, kwa Mungu hakuna tania mwa mambo matatu. La kwanza akasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khitba wa fi riwaya an-nikah, uchumba. Ndio maana nawaambia acheni mzaha. Unaingia kwa mzee kwake, labda ana watoto mashallah, katika wale watoto kuna binti miaka 4 5 Abu Jabaligh, unakuja unakupa yambi karibu yabi, alafu labda kamoja vile na wewe jina lako na mimi jina langu Sumaya mashallah, alafu unamwambia mzee mchumba wangu huyu, mchumba wangu nitakuoa kanaitika, alafu na yeye analeta mzaa, nipe mahari ngapi? Nipe pata za mainitea hapo, za mainitea ya simu. Unajisopa kama 2000 anapokea, wallahi huyu ni mke. Hakuna mzaa, si babake ndoa ni wake. Hakuna vya khutbatul haja, hakuna vya nikuli mke wako. Wallahi kikubwa tu atakulindia nayo, wasubiri afanye nini? Abaligh. Basi akishabaligh, kama si Mtume alimwoaisha na miaka mingapi? 6. Akabaki kwao mpaka alipo baligh. Akabaligh yuko na miaka 9. Ndio Mtume akachukua mke wake. Hakuna mzaa. Ndio maana akija kijana ni mwalimu wa Qur'ani, ustadhi, mchumba wangu na koma wewe, kuna mchumba wangu. Hakuna mzaa. Ndio swala la uchumba. Wakati mwingine mtana ni babu kwa familia, eti babu anakuja kwa kachumba kangu, unaambia hakuna cha kachumba kako hapo. Hizo mila peleka huko, maadamu zinapingana na nini? Tajiri. La kwanza ni uchumba. Na ndio maana wale vijana hamjatubu huko kwenye kona zenu huko. Usimwahidi binti wa watu kama utamuoa kama huna nia kumuoa. Maana kuna wengine mnawaahidi nitakuoa, na yeye ibilisi naingia anakuamini, alafu kesho unamkwepa, utasamba naye mbele ya Mungu, kwa sababu hamna imo mzao. Maana najua hizo ahadi mshazitoa sana, fanyeni haraka mkaoe. La kwanza hilo. La pili, at-talaq, talaka. Mke wangu kivuka ule mlango ndio talaka yako. Hata kama anaanika meno na unaanika meno, na akivuka ndo talaka. Yaani yuko Mungu inaandikwa moja, na talaka ni ngapi? At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Mungu alipanga hivyo. Talaka ni hizo. Ukishatoa moja au mbili, ishi naye kwa wema, au kama mmeshindana muachane. Ukienda kuya tatu, fala tahilu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra. Ukimpiga ya tatu, si halali kwako mpaka aolewe na mwingine. Qur'ani. Alafu Mtume akakazia sasa, akasema hata akadhuka
mpaka atende tendo la ndoa na wengine huko, alafu wakitaka wakiachana, ndio ukitaka utamrudisha kwa kumuoa kwa mahali mpya na ndoa mpya. Kwa hiyo kwenye talaka hakuna mzaa. La tatu, arrajaa, kumrejea mke wako. Umeshampa talaka sasa, ukivuka hapo ndo talaka yako, anaenda anaandika mema. Sawa na ule mfano ulitoa, wallahi ukivuka hapo ndo talaka yako. Ninaambia wallahi haachiki mtu hapo, afu anakwenda umevimba mpaka umeumuka. Pengine unasali msikitini uko na hasira, leo utaua mtu. Ila akirejea tu, maadamu unataka kujenga ujumba wako, haujawa tayari kuachana naye, unataka mleo watoto, mwambie tu mke wangu nimekurejea. Hata kama unataka kutalaka, mbaya hakuna kukurejeana, wala mimi niko sijaachika. Kwa Mungu ilikuwa hivyo, na ukimrejea na kumrejea. Wanaume tushukuru Allah sana, wallahi kuona Uislamu ni dini nzuri. Unajua kuna wanaume wanapata mitihani, kama hayajakufika wewe nishukuru Allah. Amegombana na mke wake kwa muda mrefu, amempa mawaidha mke wake hakubadilika, amempa ushauri hakufuata. Mwanamume anaamua kufuata sunna na hama kitandani, wahjuruhunna fil madaji, anatoka kwenye kitanda analala chini ili mke wake ajikosoe. Sasa umelala chini, pengine na mvua inanyesha usiku, yeye ndo anasimama huko usingizi na baridi, anakupa na blanketi. Pengine kuna Mungu anakuwekea na chandarua, yani bakia huko, unalala usingizi wa kwanza, unalala wiki ya kwanza, unalala wiki ya pili, ya tatu, mwezi, mpaka mbavu zinakuwa zinauma. Si wapo? Alafu inafikia tu wakati Allah anakujaza huruma na nini, acha tulimsamehe mke wangu. Wewe mwenyewe unaamua kutoka pale chini tena unarudia ukitani. Alafu ukisharudia unamwambia mke wangu nimekusamehe, kama kufunzwa. Mimi nilijua tabaki huko. Kwa hiyo ukishamsamehe hata kukwambia baki tu huko, unamwambia nimeshapokea hadithi, mambo matatu hamna hemo mzaa. Kwa hiyo nimeshakurejea, nimekurejea. Nishukuru Mungu, kama ingekuwa rajaa iko ingekuwa mtihani. Wewe unarudi kitandani anateremka chini, ingekuwa mulale. Lakini Allah ametuwekea sheria ambayo iko vizuri. Naam, nadhani hiyo imeeleweka insha Allah. Allahu akbar. Naam, soma hiyo ya pili alafu basi tutoe azana, tupe nafasi ya maswali. Wallahi dini yetu nzuri sana. Faida ya pili, hata la tulzimuka al-kafarata idha hanafta biyaminika. Uislamu ni mzuri sana, ukitaka usiingie matatizo. Hii ni siri Sheikh ametuibia, ndio faida ya kufuata madarasa. Unapokuwa umeapa kiapo chochote, lakini ukawa na hofu kwamba kama sikutekeleza haya niliwapia, sheria ya Mungu itanigharimu kwamba nifanye kafara tuliamini, ili nisiingie katika hiyo mtihani wa kafara. Unatia kitu wanataga istithna, unaongeza tu neno insha Allah. Basi ukiapa kiapo chochote afu katia neno insha Allah, hata kama ukutekeleza hapo una tatizo hata moja, kwa sababu wale wengine Mungu hakutaka. Sio tafsiri yake kusema Mungu hakitaka. Sasa hakutaka hapo unakuwa umelipona. Kinyume na hivyo, chunga sana kiapo chako. Wahfadhu aymanakum, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, chungeni sana viapo vyenu. Ndio maana ukiapa ili ulipone, tena neno insha Allah. Wallahi nitachinja, wallahi hauchinji, insha Allah, hapo unalipona. Unaongeza kilo neno, basi maisha yanaendelea. Soma. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, naam, asema nini? Ukiapia kiapo chochote wewe sema tu insha Allah, walau lam yasmaa sahibu, hata kama ule mwenzako akusikia unavyoitamka kwa sauti ndani ya nafsi yako, tu insha Allah. Basi hata kisha kumbe bana usikuwa umeapa tafunga siku 3, ndio mzee tushakapokea, sema tu insha Allah umelipona. Naam, naam. أنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك
Na ndio kweli kawaida, ukiwa Muislamu mzuri, kila unapotenda tendo lako unasema insha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atakurahisishia mambo yako ili uweze kutekeleza yale ambayo uliyoapia. Kwa hiyo kama ukiyatekeleza, kwa lugha nyingine ni kwamba Mwenyezi Mungu anakuwa akufanya nini? Hakukurahisishia na hakukuwezesha. Naam. Kwa hiyo Allah akiwa amekupangia na halikutokea lile ambalo ulitaka ulitekeleza, hakuna haja kufanya kafara, kwa sababu ulisema insha Allah. Wa hadhihi faidatun adhim. Nadhani hiyo tumefaidika sote. Kila utakapokuwa unasema kitu, kitia kiapo unasema insha Allah, utakuwa umeliweza. Allah atuelimishe mengi ndani ya dini yetu na atunufaishe kwa yote tutakayokuwa ametuelimisha insha Allah. Ibn Nyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas.